kusimamia huduma bora na salama ya usafiri kwa njia ya maji nchini. ECO kusimamia watoa huduma za usafiri majini na huduma zinazodhibitiwa. TASAC ukaguzi wa usalama wa vyombo vidogo. Na mtazamaji wa TASAC Online TV, karibu katika kipindi chako cha Safiri na TASAC. Na leo Safiri na TASAC iko katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe, katika visiwa vya Bwiro pamoja na Kwelu, ambapo basi shirika la wakala wa meli Tanzania tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa usafiri kwa njia ya maji kuhusiana na masuala mazima ya usalama, ulinzi na utunzaji wa mazingira. Karibu uweze kuungana nami na usafiri nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa majina naitwa Michael Rogers, ni afisa mfawidhi wa TASAC wilaya ya Ukerewe. TASAC ina utaratibu wa kusimamia hivi vyombo vinavyosafirisha abiria na mizigo kwenye maji, na pale inapotokea kwamba chombo kimekiuka, sana sana tunapata taarifa kutoka kwa viongozi wa miaro wanaokuwepo, hasa wale wa BMU au watendaji au kama kuna askari au askari shirikishi. Kwa hiyo wakitupa taarifa kwamba chombo tayari kimejaza, kwa mfano mizigo, kinataka kubeba na abiria, tunachukua hatua kukupigia simu na tunaandaa. Kama kimeshaondoka, tunaweka ulinzi pale kinapogoa kwa ajili ya kukamata na kuhakikisha kama kimefanya hilo kosa na kuadhibu. Adhabu zetu ni kubwa. Ni wajibu wa mwenye chombo kuhakikisha kwamba chombo chake kina maboya ya kutosha watu anaowabeba na kujumulisha 10% kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo abiria akiingia mle ni hali yake, kama anataka boya anatakiwa apewe. Wengine ni waoga, angependa kushika boya yake au alivae. Wengine wanapuuzia, hawataki, lakini sisi tunahakikisha kwamba maboya yawemo. Ni wajibu wa mwenye chombo na sheria inasema. Maboya vyombo vya usafiri ni changamoto kwa sisi abiria. Jambo la kwanza, feri kama feri au meli kama meli, ni wajibu wao sisi kama abiria tumeingia ndani ya chombo, wafungue ile maboya wanataka kutugawia abiria. Lakini inakuwa ni changamoto, yale maboya yamefungiwa kufuli na abiria tumekaa. Je, ikitokea tatizo, utapata akili ya kwenda kubomoa ile kufuli upate boya? Jambo la pili, boti zetu ambazo ni za hapa. Tunapanda boti hapa, mnasema kuna maboya. Maboya tunapewa ambao hayatosheleza abiria ambao wamepakia. Tunaenda mpaka Mwanza. Tunatoka Mwanza kuja Bwiro. Pale kuna serikali ipo. Serikali imekuja imewafundisha ni namna gani ya kulinda usalama wako wewe mwenyewe. Unaingia kwenye boti, mko wengi, boti haina maboya. Kwa nini msianzishe msimamo kwamba sasa wewe na hilo boti hapo nenda nalo tupu? Toweni taarifa za uhalifu na nini na wahalifu. Kila siku tunawaambia, wapo wanaofikisha hizo taarifa, lakini mzee, hizi za meli hizi za boti hizi hamna. Lakini nije kwenye upande mwingine, wale wamiliki wa boti hawalijui hilo. Wale wanaosafirisha abiria hawalijui hilo. Hawajai kuambiwa unapokwenda kukata leseni siku na maelekezo kwamba lazima uwe na maboya, tena maboya yenye kiwango. Mnanunua. Kwa nini hamtaki kujisimamia nyinyi wenyewe kwenye mambo ambayo mnayaweza? Lazima mje msimamiwe ndio mtakwenda. Sasa naomba tubadilike. Vitu vingine tunahitaji kubadilika sisi wenyewe, kwamba sasa tumestaarabika. Kumbe boya kazi yake ni kulinda usalama wangu. Basi ikiwezekana hata wewe mwenyewe uko nyumbani na hauna boti, ukiondoka unaondoka na boya lako umeweka. Unafika unaingia ndani kwenye boti ukiona hali si shwari. Kitu kimoja naiomba serikali kwamba sasa ifike wakati watambue uwepo wetu na mapato tunayotoa kwa serikali, kwamba kuna sasa haja ya kutufanya kama kikundi, ili mara nyingine wao wanarudishia commission kutokana na yale mapato wanayopata kutokana na wavuvi. Yaani tunapolipa zile namba, makusanyo yake yote kwenye Ziwa Victoria yanayopatikana, walau watenge hata 1% au 2% kurudisha
kwa wavuvi kama kutupa maboya, kama kututengenezea meli za uokoaji nyingi na vitu vingine kama vile vinavyohitajika kwa maeneo ya wavuvi. Tunalifanya labda kwa sababu hatujalifanya Kweru, lakini tutakuja kufanya sehemu nyingine. Tumeenda kupeleka maboya, kama wanasema kurudisha kwa jamii, ama CSR kwa sisi taasisi tunaita. Kwa hiyo huwa tuna siku ambao labda ni siku ya bahari duniani ama siku ya mabaharia duniani. Tunaweza tukawa tuko Tanzania bara ama visiwani, huwa tunaweza tukapeleka maboya kwa ajili ya kusaidia labda kivuko cha sehemu fulani, labda kuna wanafunzi ambao wanavuka eneo hilo. Kwa hiyo tunapeleka maboya, labda tuseme kutokana na kile kiasi ambacho tutakuwa tumekipata kwa ajili ya hilo. Lakini tunafanya na wengine pia huwa wanaandika barua kwa taasisi pia kuomba kama kuna uhitaji, kama ni BMU wanasema yani TASAC, sisi tunaomba maboya kwa ajili labda kusaidia kuweza kuweka masuala ya usalama kwenye eneo letu. Basi sisi tunaangalia uhitaji uliopo na chochote tulichokipata basi tunaweza kukiwasilisha. Tunawaahidi kwamba hilo kwa kweli tutalichukua, na mfawidhi hapa amesikia, ataenda kufanyia kazi, ataliweka makao makuu na tutarudisha kwa jamii. Isiwe maboya tu, chochote ambacho tutaona kinahitajika. Kuna sehemu pia tumetengeneza vichanja. Nadhani ni muda tuliwatengenezea wakina mama vichanja kwa ajili ya kuanikia damu yao. Kwa hiyo tunafanya kwa kuisema kwamba tufanyi, lakini hatufanyi kwa mara moja kwa sehemu zote. Kwa hiyo tunafanya kidogo kidogo, na hivyo basi kwa pia tutafika kama wilaya ya Ukerewe. Asante sana. Hoja ya boti, wakati kuna watu wameajiriwa kutoza ushuru, boti iondoke bila lawama. Kuna watu wanatumiwa kujificha. Jambo hilo likitokea tena, tawasiliana na mkurugenzi ambaye anawaajiri watoza ushuru. Kama kuna mtu ataendelea tena kutoa maelekezo ya namna hiyo ili kuzigombanisha boti hizo na kusababisha wale wadau wetu wanaokuja kuchukua mizigo hapa washindwe kuliona eneo hili kama rafiki, hiyo hali kama kiongozi wa serikali sitakubaliana nayo. Ninaomba viongozi wa TASAC tutakapoleta malalamiko haya, naomba tushirikiane. Na bahati nzuri nikiamua kuvalia jambo njuga huwa linatoka mwanzo linafika mwisho. Naomba tuwe na amani, tushirikiane, lakini wale wasafirishaji hakikisheni mnazingatia utaratibu unaoelekezwa na TASAC. Mimi sio kitu. Kama wewe leseni yako inakuelekeza vingine, lakini unafanya mambo mengine, nitaonekana badala ya kuisaidia serikali na jamii, ninaihujumu pia serikali. Siko tayari kusimama katika hilo, lakini ninaomba kila mmoja ajitambue kwamba yeye ni sehemu ya rasilimali ya taifa. Lile linaloonywa kwa maslahi ya kumsaidia yeye alichukue na alifanyie kazi. Baada ya hayo, nawatakia kazi njema, na ninyi viongozi wetu mkipata nafasi njooni mara kwa mara kuendelea kutoa elimu hiyo. Wananchi tuseme wawe mabalozi wa usalama wao kwenye maji. Pale anapoona kwamba chombo anachotakiwa kupanda kimekiuka taratibu za mamlaka, atupe taarifa pale pale kusudi tuweze kuwaambia wasimamizi wa pale wakichukulie hatua. Kwa hiyo wananchi wawe wa kwanza, wasikaidi kwa sababu wanakuwa na shida, wanabeba kwenye vyombo ambavyo havistahili. Mtazamaji wa TASAC Online TV, natumaini umesafiri pamoja nami kutokea katika kisiwa cha Kweru hadi Bwiru na kurudi tena katika wilaya hii ya Ukerewe. Endelea kusafiri nami kupitia kipindi chetu cha Safiri na TASAC kila Ijumaa hapa katika chaneli yetu ya TASAC Online TV. Asante.